Mhubiri anasema dini ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Wokovu ni mpango dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Unasemaje juu ya huo msemo? Nani amewahi kusikia huo msemo? Nyosha mkono. Ulikubaliana nao au unasemaje? Iko sawa kwamba dini ni mpango wa wanadamu kumtafuta Mungu, ila wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Nani anakubaliana na msemo huu? Nyosha mkono. Ujiamini. Sasa kama ukubaliani nitakuomba ueleze. Hao watatu baba wakubaliani. Unakubaliana? Ameokoka yule. Wewe unakubaliana? Una sentensi ya pili. Wanasema hivi, sio mimi, wanasema hivi. Dini ni mpango wa wanadamu kumtafuta Mungu. Wokovu ni mpango wa Mungu. Wangapi wanasema hauko sawa na ninaweza kueleza? Sasa mnachanganya. Wangapi wako kokote? Yaani hawako kwenye sawa na kwenye kutokuwa sawa. Nyosha mkono. Wangapi wamechanganyikiwa? Yaani hata kuwa kokote hawezi. Kapotea. Wewe umepotea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mnasema dini ni mpango wa mwanadamu. Kivipi? Na unawezaje kutenganisha wokovu na dini? Je, dini ni kitu kingine na wokovu ni kitu kingine? Aliyeokoka na dini au hana? Kipi kinaanza, dini au kuokoka? Kinaanza dini. Unakuwa na dini kwanza. Tusemezane hapa. Wanafarisafa, kipi kinaanza? Tuulizane. Kwanza huo msemo, unajua kuna watu wameanza kugeuka tena kupitia haya maswali yangu. Maana huu msemo ni mashuhuri. Na wainjilisti wakubwa anasimama kabisa, anatoka jasho na anasema dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Siongelei hiyo, mimi naongelea wokovu ambao ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Sasa leo ndio tufike hapo, tuulizane. Wanakubali kwamba dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Mbona mmekuwa wachache? Mmeanza kuokoka hata kabla sijamaliza. It's very interesting. Sasa lazima tuulizane kwamba jamani, tutafsiri hapa vizuri kwamba je, kwani dini ni nini na wokovu ni nini? Je, wokovu na dini ni vitu viwili tofauti
au ni vitu kimoja au vinategemeana? Je, kila aliyeokoka ana dini? Na kama kila aliyeokoka ana dini, kipi kinaanza? Inaanza dini au inaanza kuokoka? Ananifurahisha Neema, nakwambia alivyonikazia macho. Unaanza kuamini ndio unapata dini. Kwa hiyo usipoamini huna dini. Neema anatoa maelezo hapa. Jamani, maswali yangu hayo nani anaweza kuyajibu? Bila kuyajibu hayo maswali huwezi kuelewa dini. Je, wangapi wana dini humu ndani? Aliye na dini nyosha mkono. Dini. Haya, tushushe. Wangapi hawana dini? Wao wana Yesu tu. Unavyo vyote, dini na dhehebu unavyo vyote. Sema kwa sauti. Wewe ni Mkristo. Ukristo ni nini? Ni dini. Halafu dhehebu la nini? Na wokovu ulianza au unakosea Ibra kuangalia kwingine? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno mara nyingi bila kutulizana unaweza ukajikuta unaongea vituko, na wahubiri wengi wameongea vituko. Amen. Amina. Sasa labda ni tafsiri kitaalamu. Kitaalamu kuna vitu viwili vikubwa. Cha kwanza kuna neno. Nini neno? Hili neno hilo linaitwa elimu kuhusu Mungu. Sawa Hili neno kwa lugha ya kisomi theolojia. Theolojia ni elimu kuhusu nani? Mungu, ambayo ndiyo hii hapa. Umenielewa Wangapi mmeelewa hapa? Sasa elimu kuhusu Mungu ndiyo inayoamua juu ya mambo mawili. Inaamua juu ya imani yako na inaamua juu ya dini yako. Moja, inaamuaje juu ya imani? Elimu kuhusu Mungu ndiyo chanzo cha imani. Imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia neno la Kristo, yaani elimu kuhusu Mungu, theolojia. Wangapi mmenielewa hapo? Wangapi mmeelewa? Yaani mwe mnanyoosha vidole, hawana nisipoona na kuwa sielewi. Mkisikia nauliza swali hata unaandika unaacha kwanza unanijibu. Wangapi wameelewa hapo? Naomba nirudie kwamba kuna vitu vifuatavyo: imani na dini. Sawa Mwamuzi wa mambo yote ni neno, elimu kuhusu Mungu. Tunaposema neno la Mungu ndiyo elimu kuhusu Mungu, na neno elimu kuhusu Mungu. Hebu sema elimu kuhusu Mungu.
halafu sema theos lodge. Theos lodge. Kiswahili theolojia, sema theolojia. Sasa theos ni Kiyunani, maana yake Mungu. Theos, theos, Mungu. Hivi mnanisikia? Halafu lodge, L-O-G Y, lodge ni nini? Elimu. Kwa hiyo theos lodge, yani theolojia ni elimu kuhusu nani? Mungu, ambayo ndio nini? Biblia, neno la Mungu. Sasa elimu kuhusu Mungu ndio muamuzi juu ya dini yako juu ya imani yako na dini yako. Is a determining factor. Mnanielewa eh? Yani kinachoamua imani yako iwe ya namna gani ni nini? Ni elimu kuhusu Mungu ulionayo. Na kinachoamua pia dini yako iwe ya namna gani ni nini? Ni elimu hiyo hiyo kuhusu Mungu ulionayo. Mnisikilize sasa. Amina. Amina. Amen. Amen. Unisikilize vizuri, maana tunapoongea hivi utashangaa tu imezaliwa dini kule mbele. Nataka kuona namna dini na wokovu zinavyokwenda kutokea kule mbele ili usichanganyikiwe. Sasa imani, Warumi 10:17 inasema nini? Imani chanzo chake ni kufanya nini? Kusikia nini? Neno la Kristo ambayo ndio Biblia, ambayo ni muende hapo, ambayo ni yani bila kufika hapo huwetaelewa. Yani kusikia nini? Neno la Mungu ambalo ni Biblia, ambalo ni neno la Mungu, ambalo ni elimu kuhusu Mungu. Ufike hapo, ambayo ndio nini sasa hiyo? Ndio theolojia. Unaposikia theolojia, ndio hiyo teolojia wengine wanaita. Na hiyo ndio theolojia mama ambayo inaitwa theolojia ya Biblia, biblical theology. Kuna theolojia ya itikadi, dogmatic theology. Kuna theolojia ya kutafsiri maandiko, hermeneutical theology. Kuna theolojia ya historia, historical theology. Kuna theolojia ya mipangilio ya mambo makuu yaliyoko kwenye Biblia, systematic theology. Yako matawi 11 ya theolojia, ila inayoongoza ni theolojia ya Biblia, biblical theology. Ndio kubwa, vingine vyote vitoto, vingine sio vitoto, ni upupu kama hiyo dogmatic theology. Maana ile dogma, theolojia ya itikadi, kila dhehebu lina yake. Ukitaka uelewe hilo dhehebu liko sahihi, waombe dogma yao. Dogma ndio misingi yao ya imani, kila wanachoamini yao, nguzo kuu za imani yao, nguzo kuu. Wakupe hizo ulinganishe na Biblia. Zikilingana zote na Biblia, hiyo dhehebu sawa. Zikipingana hata moja tu, tupa hilo dhehebu. Kinachotutunza sisi wa Assemblies ni kwamba dogma yetu, ile misingi yetu ya imani 16 yote ni Biblia tupu. Siku mkianza kutoa,
muanze kuweka mambo fulani fulani ambayo mmeshaanza sasa hivi, kama kubariki wa ndoa mmeshaanza. Tutapishana na mimi sasa hivi. Kwani hawabariki sasa hivi? Yaani kubariki linadumbukia moja, baada ya mwaka linadumbukia lingine, baada ya miaka 10 amedumbukia 7. Hamna dini, mna kabrasha. Mimi sipo siku nyingi hii. Kwa nini nasema? Kwa sababu mimi niko macho. Hata vyo vya Biblia tunavipima hivyo. Kabla hujaenda chuo unaangalia, nipeni curriculum yenu, unaangalia walioweka kwenye masomo yao yako mangapi, 40. Unaangalia somo hili hapa, unakuta hili hapa sakramenti, hii hatuna hiyo. Unakuta hii hapa yani kabla katekismo yetu, hii hapa. Unajua hii imani sio sawa. Si madhehebu yote yana vyuo, lakini usitishike jina chuo kikuu cha teolojia. Wote wanasema teolojia, lakini aina gani ya teolojia imo humo? Amina. Tumeelewa elimu kuhusu Mungu ndio inayoamua nini? Imani yako. Kumbe inaamuaje? Ndio inayozaa imani. Maana ukisikia, kwa lugha nyingine ukitenda, basi hiyo ndio imani. Kumbe sasa usahihi wa imani yako au upotofu wa imani yako usahihi wa imani yako au upotofu wa imani yako unategemea elimu kuhusu Mungu uliopata. Mwandike wanangu, nantia uchungu na wahudumieni mimi. Umeelewa mwanangu? Ukipata mbovu, imani yako itakuwa nini? Mbovu. Haijalishi unajitoa kwenye hiyo imani, unasujudu mpaka unaungua usoni, unagalagazwa na imani potofu, haiwezi kuzaa imani inayotarajiwa. Utaomba, funga mpaka matumbo yawe ya njano, lakini imani yako katika Mungu kama ni potofu, lazima izae imani sio. Halafu nguvu ya imani yako. Sangana mwanangu, nisikie vizuri. Udhaifu wa imani yako au nguvu ya imani yako kinategemea, moja, usahihi wa elimu yako kuhusu Mungu. Pili, kiwango gani, wingi wa elimu ulionayo kuhusu. Moja, usahihi, lakini pili, kiwango, quantity. Sasa kwa mfano wewe uko sawa, ukoje? Imani yako unachokiamini kiko sawa, kiko, lakini kwenye misingi yote 16 unayo haya tu. Biblia ni neno la Mungu, Mungu wa kweli aliye hai. Hayo yako sawa, hayako sawa, lakini ni hayo tu mawili unayo. Hiyo imani yako itakuwa na nguvu. So quantity of your material, kiwango cha kile unachojua. How much do you know? Unajua kiwango kiasi gani kwenye hiyo kweli? Una kweli nyingi kiasi gani? Mnanisikia nyewe vitoto? Una kweli nyingi kiasi gani? Ina sehemu kubwa kuamua hali ya imani yako. Una kweli nyingi kiasi gani? Unanielewa mtoto?
Sasa unakuta mtu anaomba vizuri, lakini maombi yake ni yale yale. Bwana Yesu tusamehe, utuhurumie sisi wakosefu. Toka Adam na Eva umbwe, yani anaku only one truth. Yani namkuta mtu sasa. Si nyinyi naongea na watoto, si ndio? Jamani, nikiongea na watoto nikiwa wazi sana, mtasema baba ameanza kujivuna. Kwa mfano, nimezunguka kuanzia, si ndio? Naye nisikiliza, umenisikia nimerudia jumbe moja mara 3 mara 4. Kuna ujumbe ambao nimeurudia mara 3 mara 4 katika jumbe zote ninazohubiri. Hebu kanisikiliza. Hata kama kichwa kikifanana, content tofauti, yani mwaka mzima. Sasa ningekuwa narudia ile ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tulivyosema mwezi uliopita, kama tulivyosema mwaka juzi, hiyo TV ingekuwa na wasikilizaji wangapi? Mmenielewa? Kuna jumbe kama 800 sasa hivi. Zisingekuwa 800 kama zinafanana. Haziwezi kuwa 800 kama ni ule ule. Hawezi kuhesabu 1 2 wakati ni ule ule. Zinazofanana wameweka kwenye faili moja. Hayo 800 maana yake different messages. Sasa hii sio muujiza tu wa Mungu, lakini pia na quantity. Elimu ulionayo lazima uwe nayo ya kutosha, uwe na vitu vingi. Mungu hawezi kukupa usichonacho wewe kwenye kuhubiri. Kifaa cha Roho Mtakatifu ni neno la Mungu unalolijua wewe, sio ambalo liko kitabuni. Atajaa roho sana, lakini hutakuwa unachoongea. Viwete watatembea, lakini watu wanakufa bado kwa sababu hakuna neno. Sijui naongea vinavyoeleweka. Sasa la pili, dini. Kivipi? Ayaandika kivipi elimu kuhusu Mungu inaamua kuhusu dini. Maana tumeona elimu kuhusu Mungu inaamua kuhusu nini? Imani. Sasa kivipi? Sijui maswali yako. Yaani natafuta lugha ambayo watu wote wataelewa. Kivipi? Sijui ni swali. Sijui ni Kisukuma hicho. Ekene. Kivipi? How? Kivipi elimu kuhusu Mungu inahusiana na nini? Na dini. Haya, andika dini. Andika dini ni elimu kuhusu Mungu katika matendo. Dini ni elimu kuhusu Mungu katika matendo. Wale mnaotumia Kiingereza andika the religion is the practice of theology. Kivipi? Kivipi? Tulianza kivipi elimu kuhusu Mungu inaamua kuhusu dini. Umeandika hilo swali? Sasa jibu, andika hapo jibu. Dini ni elimu kuhusu Mungu katika matendo. Yaani elimu yako kuhusu Mungu unapoingiza katika matendo, unapoanza kuishi hicho ulichofanya nini? Jifunza na kukikubali na kuweka matumaini yote juu ya hicho.
Nimeongea mambo gani hapo? Thank you very much. Maana yake nimesema hivi, unapoanza kukiishi kile ulichojifunza na kukiamini, inazaliwa nini? Dini. Sasa wokovu ni nini? Wokovu ni elimu kuhusu Mungu au sio elimu kuhusu Mungu? Wokovu ni elimu kuhusu Mungu au sio elimu kuhusu Mungu? Ndio tunataka sasa tuonane na watu wanaosema dini ni mpango wa mwanadamu kutafuta Mungu. Je, wokovu ni moja ya elimu kuhusu Mungu au sio? Ni elimu kuhusu Mungu, si ndio? Halafu kama dini ni elimu kuhusu Mungu katika matendo, maana yake chanzo cha dini ni elimu kuhusu nini? Kuhusu Mungu. Chanzo cha dini sio mawazo ya mwanadamu. Kivipi iwe mpango wa mwanadamu? Umesikia hapo? Amekaa vizuri hakajakaa. Wangapi wameelewa? Wangapi wamechanganyikiwa? Wangapi wanaona maluweluwe? Nikae mbele huku mnaniona usoni. Yoeli huyu. Haya. Uniangalie huku. Watoto wangu. Niwaite kama Yohana vitoto vyangu. Na vitoto kweli. Nimesema hivi. Amina. Mnakumbuka ni kusanyiko la nini? La dini. Sasa hapa lazima tuelewe dini ni nini. Na ili tuelewe dini ni nini, tumeanza mwamuzi mkuu wa imani na dini. Ni nini? Ni neno. Ni elimu kuhusu Mungu ambayo kwa jina jingine ni nini? Theolojia. Na tumesema, amina, usahihi wa imani ya mtu au upotofu wa imani ya mtu unategemea nini? Elimu alionayo kuhusu Mungu. Tunasema ile ni imani potofu. Ni imani potofu kwa nini? Ina elimu isiyo sahihi kuhusu Mungu. Mmeelewa jamani? Imani potofu hatuiamui sisi iwe potofu. Inajiamua yenyewe baada ya kuwa kiwango cha kila imani ni neno la Bwana ambalo ni hili hapa. Hii ndiyo standard. Hiki ndicho kiwango cha imani na matendo duniani kote. Elimu yoyote ya Mungu inapimwa hapa. Ikipishana na hapa imekuwa sio sahihi. La pili tukasema udhaifu wa imani yako au nguvu ya imani yako inategemea mambo haya mawili kuhusu elimu kuhusu Mungu. Kwanza, usahihi wa imani yako. Lakini pili, kiasi cha unayoyajua. Kama una vitu viwili vitatu tu, ni tatizo sana. Inapofika mahali pa kusimama, unasimamia nini? Maana kila unachotaka kusimamia kwa imani ni lazima uwe na neno linalokuongoza. Kama ni ugonjwa, uwe na neno kuhusu ugonjwa. Kama ni matumaini, uwe na neno kuhusu matumaini. Kama ni muujiza, uwe na neno kuhusu muujiza.
Kama ni ushindi, uwe na neno kuhusu ushindi. Sasa kama hujui Biblia Mungu anasema nini juu ya jambo fulani, utasimamiaje? Ni lazima ujue Mungu anasema nini kuhusu jambo lile. Mungu anasema nini kuhusu kitu kile. Mungu anasema nini kuhusu nyakati hizi au nyakati zile au majira haya au majira yale au mazingira haya au mazingira yale. Lazima ujue what God says about it. Anasema nini? Ndio maana bila kusoma neno la Mungu ni ngumu sana kuwa na imani. Ndio tukaja jambo la pili. Kwa namna gani elimu kuhusu Mungu, neno la Mungu, teolojia, kwa namna gani inaamua kuhusu dini? Tukasema dini ni elimu yako kuhusu Mungu unapoiishi. Ili uwe Mhindu, unaanza kwanza kuingizwa kwenye darasa la Hindu. Ukielewa hiyo imani na ukaikubali na kuweka matumaini yako juu yake, maana yake kukubali na kuweka matumaini juu ya, ndio kufanya nini? Nasema hivi, kukubali na kuweka matumaini yako juu ya, kwa neno moja ni kufanya nini? Ndio kuamini. Unapoambiwa nini maana ya kuamini? Kumwamini Yesu ni kumkubali Yesu na kuweka matumaini yako yote kwake. Ndio maana ya kuamini. Kiingereza trust plus obedience is equal to faith. Wale mnaotumia maana mahesabu, is trust plus obedience is equal to faith. Obedience hapo ni kuweka matumaini na kutenda, utii. Yani tumaini jumlisha utii inazaa imani. Na vichanganya tena vitoto vya huku ndani, ni vichanganue. Umeelewa? Maana yake ili uwe Mkristo, ndio kwa nini tuna darasa la uongofu? Eti kwa nini tuna darasa la uongofu? Nani alipitia hilo darasa? Nani amewahi kupitia haya madarasa yetu? Nyosha mkono nione. Wewe hujapitia? Ulizaliwa na nani? Waliopitia nyosha. Haya. Ulipitia kwa nini? Ulipitia kwa nini? Ulijifunza maana ya wokovu. Kuukulia wokovu. Kwa hiyo umeukulia. Umechange tena. Imekuwa kulijua neno. Ulipitia kufanya nini? Leo Profesa Mwaikera tutaona maajabu. Miaka yote tunatwanga mijamaa humu. Na wengine wamekuwa walimu hawajui kwa nini wameitipia. Marosha, wewe ulipitia kwa nini? Ulipitia? Ili kujifunza imani ya Kipentekoste. Kujifunza imani ya Kipentekoste. Ndio. Kujifunza imani. Kwa hiyo ulikuwa kule ukijifunza imani ya Kipentekoste. Kujifunza imani kwa maana ya kujua misingi ya Kipentekoste ambayo ndio inatengeneza imani. Lipi sasa ambayo ndio inatengeneza imani? Yaani nyosha kidole sasa, una mambo matatu hapo manne. Sema straight, nyosha hivi. Imani basi. Yeah. Yaani kwa hiyo wewe ulipiga hiyo miezi 6 yote ukihangaikia imani. Na unaelewa imani ni topic moja tu. Vipi bwana? Kule jamani,
Mbona nimewapiga chenga? Msemaji vipi? Mashue, amuka usilale. Ulipotoka kule ulikuwa kwenye dini yako. Na kwa nini ulikuwa na dini? Ulikuwa na elimu, na ulikuwa unaishi hiyo elimu kuhusu Mungu wa kule. Ukawa wa dini ile. Umekuja huku ndio humjui Mungu wa huku. Na ili umjue Mungu wa huku, lazima tukupe elimu kuhusu Mungu huyu. Umekuweko kule. Kwa nini darasa hili ni la muhimu? Neno waongofu lina kaunyanyapaa hivi. Tena waongofu wapya. Liko sawa, kwa sababu tu tunakosea kuita. Tunatakiwa tuseme hivi, darasa la waongofu wapya ni kule. Darasa la waongofu wa zamani ni hapa. Yaani mnaokaa hapa, ninyi hamtaki kujiita waongofu. Yaani wale wote wa zamani, hakuna ambaye sio muongofu. Wote ni waongofu. Ila kuna wapya na wa zamani. Au wewe uelewi kwamba kila mtu muongofu humu ndani? Menyamaza tena. Jinsi ambavyo mnaiga Uyunani. Au unafikiri mtu akimaliza tu darasa la uongofu amemalizana na uongofu, si ndio? Hawi mwongofu tena, amemalizana na uongofu, si ndio? Wewe ni mwongofu? Kivipi? Wewe mwongofu kivipi? Mletee mwinjilisti hapa tuone ni mwongofu kivipi. Haya, toa maelezo. Ni mwongofu kivipi? Mimi ni mwanafunzi kila siku. Kwani uongofu ni kuwa mwanafunzi? Ni kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwani mwongofu na mwanafunzi linamaanisha moja? Anashusha taratibu maiki, ilikuwa hapa inaendelea kwenda mabegani. Sasa unaposoma mwongofu wa Antiokia ilikuwa na maana gani? Neno kuongoka maana yake nini? Mambo makuu anayofanya mwanadamu, la kwanza ni nini kwenye wokovu? La kwanza, la pili, la tatu, neno kugeuka au kuongoka. Tunaanza kuelewa? Tunaelewa? Kwa hiyo naomba mshike hapa, sio kama nitamaliza yote leo. Mmeelewa sasa? Mmeelewa? 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 Huwezi kutenganisha dini na wokovu. Unatenganishaje sasa? Dini iliyo sahihi ni dini ya wokovu. Sawa jamani? Kwa kuwa dini ni elimu kuhusu Mungu na kuiishi. Na elimu kuhusu Mungu inatoka wapi? Juu. Anapoiishi ndio nini? Ndio dini. Kuishi maisha ya wokovu ndio kuwa Mkristo.
Kwa hiyo huwezi kutenganisha. Mmenielewa? Mmenielewa? Vyote vinazaliwa na nini? Na neno. Kwa hiyo vyote asili yake mwanadamu. Mwanadamu hajawahi kuanza yeye kumtafuta Mungu. Ni Mungu ndio aliyeanza kujifunua. Hasa hiyo juhudi ya mwanadamu kumtafuta Mungu unaipata wapi? Kwa sababu ni Mungu ndio anayejifunua kwanza kwa mwanadamu. Ndio akaagiza nitafuteni. Tumeelewana hapo? Pamekaa salama, pamekaa sawa, ila kupaelezea bado pagumu, si ndio? Kwa hiyo usiende kujigamba ukaanza kupaelezea. Uje usikilize tena na tena na tena. Ukiona unataka penda kupaelezea mahali, unione nikuandikia kabisa ili unukuu maneno. Maana ukienda kuchafua, Lawrence ni nani? Mwalimu wako. Na mimi sitaki uniharibika ukafanya vizuri. Amina. Haleluya. Wangapi wameelewa? Na ndio maana kuna dini iliyo safi. Dini iliyo safi inatokana na elimu safi kuhusu Mungu. Dini isiyo safi inatokana na elimu chafu kuhusu Mungu. Tumemaliza. Pamekaa vizuri? Wangapi wameelewa? Walau hata kidogo. Sio sana, kidogo. Basi, bandu inamaliza gogo. Umeelewa kidogo leo na kesho utaelewa kidogo. Sorobiria tuane hano. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.